Pale nchini Morocco bana, kuna mambo mengi sana yanaendelea, vituko vya hapa na pale, lakini namna ambavyo tunaona wale ambao wakifanya ubinadamu, watu ambao wanafanya matukio ya kushangaza, wachezaji wanaowavutia watu wengi sana, ni namna ambavyo tu michuano ilivyo kutokana na ushindani mkubwa wa ndani na nje ya viwanja. Lakini picha nzuri tunaziona pia ambazo zinasambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ambao inaonyesha utu, labda kwa mfano alichokifanya Khalid Aucho pamoja na golikipa Edouard Mendy wa pale Senegal kuwakinga watoto kwa kutumia vitambaa vile ili wasidondokewe na maji kwa sababu ya namna hali ya hewa ilivyo kwa sasa Morocco. Lakini kingine ambacho kwa sasa kinazungumzwa sana ni pamoja na moja wa wachezaji ambaye ana jicho moja ambaye anakipiga pale nchini ama anakipiga kupitia timu yake ya taifa ya Burkina Faso. Sasa ni kipofu kabisa katika moja ya jicho lake, hasa ama niseme jicho lake la kushoto, baada ya kupata maambukizi makubwa mwaka 2003, maambukizi ambayo mwaka 2023 of course, maambukizi ambayo aliambiwa na daktari hawezi kupona jicho lake zaidi ya kuling'oa tu na kuwekewa jicho la ziada ama la bandia. Madaktari walimwambia kuwa hataweza kucheza soka tena, lakini jana amewashangaza wengi wakati mechi yake ya kwanza kimashindano baada ya kuaminiwa na kuitwa na timu yake ya taifa Burkina Faso. Anaenda kuisawazishia timu yake dakika za mwishoni mno. George anaenda kuisawazishia Burkina Faso dakika za jioni kweli kweli na kufanya ianze mwanzo ama kuanza comeback baada ya kuwa mbele Equatorial Guinea kwa baada ya kuwa mbele kwa goli 1-0, baadaye anasawazisha, alafu Burkina Faso anaongeza goli la pili tena na kufanya kuibuka na ushindi. Imewashtua wengi sana kwamba inakuwaje mtu ambaye ana changamoto ya jicho lakini bado anaendelea kufanya vizuri. Haya ni maajabu ambayo mmoja wapo ameonekana kule kwenye michuano ya AFCON. Pengine tutaona maajabu mengine mengi yakiendelea kutokea huko, lakini kwenye masuala mazima ya ufungaji usisahau kwamba hadi sasa hivi anayeongoza na magoli mawili ama wanaoongoza na magoli mawili, kwa sababu kuna watu watatu ambao hadi sasa wana magoli mawili, wengine wana magoli moja, wengine bado hawajapata goli. Kwa mfano Victor Osimhen bado hajapata goli, lakini kwa watu ambao tayari wamepata magoli ni kama Nicolas Jackson, huyu anakipiga pale Bayern Munich ama Bayern Munchen, lakini pia ni timu yake ya taifa ya Senegal, alifunga dhidi ya Botswana akafunga magoli mawili. Lakini Elias Achol wa Uganda naye vile vile amefunga magoli mawili, bila kumsahau of course Elias Achol wa Tunisia amefunga magoli mawili kwenye mechi dhidi ya Uganda. Usimsahau Riyad Mahrez naye vile vile ana magoli mawili kutokea nchini Algeria akiwafunga Sudani kwenye mchezo ambao wameucheza. Kwa sasa timu mbalimbali zimeshuka kiwanjani, lakini kwa sasa tunatuelekea ni kuelekea tena raundi ya pili baada ya michezo moja kushiriki ama kuonekana kwa kila mmoja akicheza na kila mmoja akionekana kwenye kundi lake anasimama upande gani. Kwa wale wenye magoli kwa wale wenye goli moja usimsahau Charles Mombo kutokea Tanzania, lakini usimsahau Prince Mpumelelo Dube kutokea pale Zimbabwe na wengine wengi. Endelea kutufuatilia Peck Media.